kuswa yanza welinde mama wechunge nenda bandu bokusaba yanza welinde mama wechunge nenda bandu batama yanza uninde na njelele titi Kalundo yanza uninde na njelele titi Kalundo Faida omwana inyanya omwana mabele omwana. Kwa majina ni Innocent Musui Malonza kutoka Mtito Andei all the way mpaka huko Kitale. Imekuwa siku yetu, Mungu amekuwa pamoja nasi. Nashukuru sana kwa support yenu watu wa Mtito Andei, umetushika mkono tukaweza kufika mahali kama hapa. I really appreciate for your support. Asante. Sylvester Kisiula from Makueni. Now we are at Kitale. We have come to the function of my brother, Innocent Malonza, and we thank God for this far. The Bible says, whoever finds a wife finds a good thing and receives favor from the Lord. May you receive favor from the Lord from today, henceforth, together with your family. God bless you. Shalom. Francis Malonza Mutuku. Saa hii tuko Kitale, Saiwa Swam. Ninafurahia kwa sababu tumekuja kwa sababu ya gari ya my second son na imefana sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha. Kama ni uwezo wetu hatungeweza. Ende ngaida kietanga. I wake up early just to make things right. Run myself ragged just to see you smile. Serve you my heart on a chip gold plate. Still you count every crack, every tiny mistake. You say the room's too cold, the food's too late. You circle my flaws like it's all you taste. I'm standing here holding all this weight, begging your eyes just to look my way. What can I do to make you understand? You're the apple of my eye. I'm doing what I can. You're the rhythm in my chest when the day gets heavy. You're my sun, my moon, my everything. Nataka kusikia unamwambia nini mbele yetu. Hakuna siku utakosa tukiwa hai, tutakuwa tunawaletea. Isiwe ya mwisho. Sawa sawa. Haya. Inazungushwa.
Kila inocente.
Members, brothers wa Innocent, wazazi, nataka wakae nyuma yake, jitayarisha kuona maneno mengine mzuri. Hapa nataka tuende Isukuti. Nataka mtayarishe mabega kwa sababu tutakuwa tunashindana. Nani anajua hizi? Na nani anajua gani? Gani? Hiyo ndio nini? Hiyo ndio nini? Hiyo ndio nini? Kama wewe ni family member wa Innocent wa Irene na wataka kwa hii tent, nataka wazazi wa
Irene. Kwa sababu ya wakati, kuna mambo wazazi bado wanaendelea kuuliza. Nilikuwa nataka wakati huu, kwa sababu ni wakati mzuri sana ambao tumeweza kushuhudia Innocent na Irene wakikuja pamoja hapa. Ni wazi kuwa wameweza kufanya kile ambacho kilifanya hii safari ikuje na hii siku itengwe, tuweze kuikamilisha, na yale yote yameweza kufanyika. Wameongea na wakafikia mahali pazuri sana na wakabariki ndoa ya Innocent na Irene. Wapi makofi? Wapi makofi? Wapi makofi Good one. Sasa kwa sababu tunataka pia hiki kipindi kibarikiwe, nataka kukaribisha Reverend Anyika aweze kutupatia maneno madogo ambayo ni ya kututia moyo na kutupatia wasia. Kwa hivyo karibu Reverend Anyika, kikiwanja ni chako. Tumkaribishe Reverend. Tumkaribishe tena. Nisalimie kwa mkono wako wa upendo na amani. Nisalimie tu kwa upendo wa Yesu. Haya, salimia mwenzako. Na kijana tumecheza na faida. Haya, furahia tu na mtu. Uliza swali, hata kama umekaa leo na adui, wacha kuwe rafiki. Kwa sababu hii ni sherehe. Sherehe haina mambo mengi na haina uadui. Ni watu kufurahia. Sawa sawa. Umemuuliza jina? Wow. Uliza jina. Unaitwanga nani? Asante. Jina la Yesu litukuzwe. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na furaha ya kipekee kwa siku kama ya leo. Na kwangu mimi sikujua itakuwa hivi. Lakini Jehova alikuwa amepanga ya kwamba siku hii tutakuwa kwa mji huu, ni kwa sababu ya vijana hawa. Bwana Yesu asifiwe. Vijana hawa ni vipawa ambavyo Mungu alipatia wazazi. Na kwa siku ya leo, kama kuna mtu ana furaha, ni jirani na rafiki, si hata wazazi. Yesu asifiwe. Na tena kama kuna mtu ana roho mbaya, ni jirani na nani? Na rafiki. Sasa uliza mtu, wewe uko upande gani? Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe neno langu la mwaka huu. Unajua Januari ilifika, watu wamezoea kusema happy new year, happy new year. Lakini ukiangalia ni kwa mdomo. Kwa mgongo yala anakutakia ni maguu. Hataki kuona hata sherehe kama hii. Hataki kuona ukifurahia. So on my side nikasema no, sita wish watu happy new year. But what I'll do, I'll just wish you the best. And I run my own race. Yesu asifiwe. Yani nikutakia tu mema, lakini mimi ni concentrate na mambo yangu. Yako yawe ya faida kwangu, sawa sawa. Yawe ya hasara kwangu, sawa sawa. Lakini ili safari yangu isonge, I just wish even my enemies well as I move forward. My brother and my sister, I wish you well. As you wish your friends and enemies well, just run your own race. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Nataka nisome Zaburi ya 133. Mstari wa kwanza na wa pili. Nikupe neno moja pale. Nikuachilie. DJ wafurahishe kidogo wacheke. Yes. Wa kusujudia ni wewe Jesus. Ni wewe wa kusujudiwa, ni wewe Shaliba Kamera. Ni wewe wa kuinamia, ni wewe. Zaburi, Psalms chapter number 33 verse 1 and 2. Hivyo nitafurahi, na tena ukiniambia tu hai nitafurahi sana. Neno la Mungu hai tu. Neno la Mungu lasema hivi,
tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Aroni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kwa utatu wewe ni Mungu. Nataka nikushukuru ni kwa ajili ya siku hii na ni kwa ajili ya umati huu, kwa wageni waliotoka mbali na karibu, kwa ajili ya mji huu Jehova. Asante kwa kila jambo ambalo linatendeka machoni pako, ni kwa mapenzi yako. Neno lako limesomwa kwa ajili ya umati huu. Bwana, nisaidie, unipe kibali kwa ajili ya neno lako, na nipate upenyezo katika maisha ya kila mmoja mahala hapa, ili ya kwamba likamjenge kuhusiana na umoja. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Umesoma kitabu gani? Amesahau. Muulize umekula nini? Atakwambia. Nikumbuka. Yesu asifiwe. Ulize wamesoma mlango upi? Hayuko. Lakini ulize ni wimbo gani tumeimba tukileta kijana wetu? Yes? Anakumbuka. Sema faida. Yesu asifiwe. Mambo haya yote ni mazuri. Praise the living God. Mambo haya yote yanaleta upendo katika jamii. Mambo haya yanaleta upendo katika maisha. Mambo haya yote yanaleta upendo na furaha kwa wazazi, marafiki, majirani. Yanaleta furaha. Lakini mwandishi ananiambia nini? Ili kukaa pamoja ni jambo linamfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Yani ni kama mafuta yanateremka kutoka kwa kichwa, yanapita kwa ndevu, yanafika tu kwa upindo, yani kwa mshipi. How do you feel ukiwa katika sherehe kama hii na wakati kama huu? Hata yule huko kwetu Tiriki wanasema ikifika wakati kama huu unasikia shindu shikaya muda, yani kuna kitu kinatembea kwa tumbo mahali mtoto alicho. Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya furaha. Na ndio naona wamama wamecheza wakifurahia. Wengine nimeona wakishika tumbo hivi. Wengine Mswahili anasema asiye na mwana aelekee nini? Hata yule hana mtoto nimeona akikaza kutembeza tumbo ipate mtoto. Na ninatabiri katika jina la Yesu ukapate yule mtoto usherekee. Amen. Praise the living God. Kwa hivyo nataka kuongea kuhusu umoja. Kama kuna kitu kimeleta shida kwa wanadamu ni umoja. Watu wanaishi kwa utengano. Watu wanaishi kwa vita. Watu wanaishi hawataki wengine. Hata kama tutakuachia tuanzie yote, utaipeleka wapi? Na hata kama vijana tutakuachia wasichana wote, utawapeleka wapi? Na kama ni msichana tukuachia vijana wote, utapeleka wapi? Yesu asifiwe. Na kile ambacho kimetuleta mahali hapa siku ya leo ni umoja. Na ndio maana nasema kwa umoja huu salimia mtu. Hata yule amekushia sahani moja. Salimia. Nataka nione unasalimia nani? Wow, wale nilitaka wasalimiane wamesalimiana. Sema amen. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa hivyo kwa hii jamii leo tumeona umoja. Jamii ya kutoka mbali na jamii ya mara hapa zimesalimiana na kukumbatiana kwa pamoja na kusema leo hii tumeweka mwanzo mpya. Ninawaombea katika jina la Yesu, mwanzo huu wa umoja huu uendelee katika maisha yenu. Praise the living God. Adui amefunga mdomo, shetani anamuongeleshea kwa message. Jina la Yesu litukuzwe. Wajua ukitaka mambo mazuri yafanyike kwako, fanyia na wengine mazuri. Na haijalishi ni nani ametoka wapi. Wewe msalimie, mtakia mazuri. Lakini roho yako mbaya, hata kusalimia mtu ni shida. Upendi amani, hutaki kuona mwenzako akisonga mbele, hutaki kuona akisherekea. Hata upimiwe nguo mpya ile iko fashion, haikutaki. Yaani hata mtu akikuangalia anasema haujavaa nguo ndio imekuvaa. Yaani una roho chafu. Hata nje haiwezi kukaribia na unuki.
Yesu asifiwe. Praise the living God. Unajua kuna watu hawapendi umoja. Hawapendi watu wengine. Hata kwake inzi haiwezi pita. Kwa sababu ni mchoyo, hata inzi itakuwa nini kwake. Hallelujah. Amen. Lakini ahimidiwe Mwokozi siku ya leo. Na tarehe kama ya leo. Kwa ajili ya ndugu yangu na dada yangu, umefanya jamii mbili tofauti zimekuwa ni mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Andiko nasema utatoka kwenye kijana, mvulana utatoka kwenye msichana utatoka kwenye. Mtakutana muwe mwili mmoja. Mwili mmoja kwa umoja. Amen. Sio kwa utengano. Sio kwa vita. Sio kwa masengenyano. Siku hizi unapata wanaume ndio wamekuwa vitina na vitina vilikuwa vya wanawake. Wao ndio wanasengenya hata na wake wao. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Yaani mtu na ndevu zako zote na kitambi chako cha njecho chote na koti yako moja kama hii yangu. Unasengenya familia yako. Unasema mimi ni mwanaume. Praise the living God. Mimi nimefurahishwa nao ndugu zangu. Wamenifanya all the way from. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana. Tunataka umoja katika jamii. Tunataka umoja ndani ya kijiji. Tunataka umoja kanisani. Na mwisho wa hali hii yote tutamwona Jehova akitenda. Bwana Yesu asifiwe. Aha. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Umeweka nini huku hata uwezi sema Yesu asifiwe? Amen. Praise the living God. Unakula nini kwa Dodoma hata uwezi sema amen? Wacha kujifanya mbuzi ya kuroga watu. Wacha kujifanya kondoo ya kuroga watu. Watu wakibarikiwa, wewe unakula vitu halijulikani. Ninatangaza katika jina la Mungu hii jamii tena. Amen. Ndio. Praise the living God. Amen. Apataye mke apata kitu, apata kitu. Kumbe men, we are incomplete without you people. Yesu asifiwe. Amen. We are meant to be complete wakati tuko na faida. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo apataye mke amepata kitu kizuri. My friend, umepata kitu kizuri. Mtu aseme amen. Amen. Wewe ulipata kibaya. Kama ya kuangukia waliangukiwa. Watu wengine wakaokota no. Yes. Nina aliniambia mahali mwanamke ambaye ningeoa kama pasta. Manamba ndio alioa na mlevi. Na yule mlevi angeoa na manamba ndio nilipewa. Ai, Mungu nisaidie. Nikamwambia Mungu akusaidie. Mvumiliane, mvurutane, muelewane, umoja upatikane, Yesu akae ndani wenu. Kufukuza bibi akikusumbua si suluhu. Ukiona ndugu yangu hapa ameunda hiki. Amekaramika bwana. Hizi ya kuoga na toyo. Hizi ya Armis. Yesu asifiwe. Amen. Hii ya slippers za vutapumsi. Wewe una slippers za CDF na unaonea tu mtoto wenyewe chuki. Ni lini utanunua kiatu? Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Praise the living God. Amen. Tuwe na umoja upendo. Tukiwa na umoja tutakuwa na upendo. Tukiwa na upendo tutakuwa na amani. Amen. Na nyumba ambayo ina amani inafaulu katika maisha. Amen. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Praise the living God. Amen. Ndugu zangu, ninawatakia amani ya Yesu. Ninawatakia upendo wa Yesu. Ninawatakia amani inayoshinda ufahamu wa mwanadamu. Yaani mahali mmefika mwanadamu asiwaone. Mahali mmefika mchawi asiwaone. Mahali mmefika mtu wa mbaya asikuone. Na hata kama watawasengenya, waambie make me to be a topic as you move forward. Washinde hapo. Na vitina vyao. Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe mwenye vitina. Basi. Majibu yana come through. Kwa hivyo anasema nini? Asante nabii. Mchungaji, Mungu akubariki sana.
Maandiko yanasema ya kwamba mafuta yanashuka kutoka mbinguni kwa kichwa chako na kwa ndevu zako hadi katika upindo wa mshipi wako. Nashukuru Mungu kwa kazi hii ambayo mnafanya, na hata kwa malezi ambayo mnafanya, na muleo wengine zaidi wa kimwili na hata wa kiroho. Amen. Wewe unataka nikuambie nini? Kemea kwanza pepo na roho chafu ndani mwa. Hapo nikuambie maneno. Tuna nyinyi ndani ya nyumba hii. Simubarikiwe tu sana. Si mambo mapya yachipuke katika maisha yenu. Si wazazi wenu wafurahie tu mnatiririka kama mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema ndevu za Haruni. Haruni ni Mungu akiwa juu yenu. Mungu akiwa juu yenu, baraka zinashuka zinaingia kwenu, na zinapofika kwenu zinasambaa katika hii jamii moja ambayo imeunganika na nyinyi mnabarikiwa. Sasa wewe umezaa watoto 10 na ndio umeweka mipaka. Huyu mweusi anafanana na baba, lakini yake anakaa chocolate ndio. Yesu asifiwe. Hapo ndio kanakaka. Yesu asifiwe. Nataka nikuambie kitu. Yakobo alimpenda Rachel. Sawa sawa. Lakini hakupewa, akapewa nani? Lea. Yesu asifiwe. Akapewa Lea. Na maandiko yanasema ya kwamba walipoanza safari ya kutoka, yule ambaye Yakobo alimpenda na yule alimchukia, Rachel aliyempenda alienda na vinyago. Mbona si Lea? Jina la Yesu litukuzwe. Wewe umeishi kuniambia wewe ni Rachel, uko na vinyago. Hapo kimya imekuwa ni giza. Yesu asifiwe. Hapo imekuwa ni blackout. Rachel ndiye alipatikana nini? Vinyago. Lakini si Lea. What do I mean? Kitu ambacho Mungu ameanoint kwa mkono wake wa kulia wa kipekee, hata kama adui atainuka, hata kama wachawi watainuka, hata kama vinyago vya aina mbalimbali vitainuka, hakitafanya chochote kwa maisha yaliyombarikiwa. Yesu asifiwe. Kwa hivyo jamii hii inaitakia neema ya Bwana. Hata kama miinuko itainuka, kaeni kwa umoja, msemezane mambo yenu pamoja, muongeleshane pamoja, na mpate suluhisho lenu pamoja. And you know what, in marriage hakunanga usinia. Yesu asifiwe. Hakuna kujifanya ati wewe si unapitia. Ni nani alimaliza? Ni Yesu peke yake ndiye alishinda. Kwa hivyo katika maisha kuna changamoto, lakini tuna Yesu anatupigania. Yesu asifiwe. Watu wanaishi kwa kuvumilia. Wewe uko na kitanda 6x6. Sawa sawa. Na mattress 6x6. Umaija kwa hiyo mattress ikaisha. Yesu asifiwe. Amen. Umaija ukaimaliza. Shida ziko. Katika ndoa kuna shida. Na hakuna mwalimu wa ndoa. Kila mtu anaingia ndani hajui. Yesu mwenyewe amsaidie. Wasumbuane wenyewe, wasuguane, watusiane, washike leo. You just wish them well. Sana wamepanga pareta watoki. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Wamejaa. Na unakuja pale, mimi ndio mshauri, mimi ndio ninajua. Wewe unajua nini? Hakuna kitu unajua na miaka yako na nywele nyeupe nikwambie. Yesu asifiwe. Anayejua siri ya wawili ni nani? Mungu mwenyewe. Na atakayesuluhisha mambo ya watu wawili ni Mungu mwenyewe kwa bidii yao wawili. My brother and my sister, maandiko yanasema wawili watakutana kufanyika mwili. Mtu watatu kwa hiyo ndoa ni nani? Yesu asifiwe.
Maandiko hayasemi baba wala jirani wala mama mtaa. Yanasema mtu watatu wa kudhibitisha ni nani? Ni Jehova. Ninaomba katika jina la Yesu, jinsi mlivyo wawili jioni hii na kesho ya jioni, dada yangu atakuacha, ndugu yangu atakuacha, mtabaki wawili kufanyika mwili mmoja, atakaye kuwa watatu wa kuweka pamoja milele na Jehova, sio mwanadamu. Kwa hivyo milango ya watu wengine yes, waambie kuonea kando kwa side mirror. Praise the living God. Otherwise, ninawapenda sana wazazi wa msichana, wazazi wa mvulana. Yaani kweli kabisa. Kweli, by the way, mwanamke ni kitu kizuri. Tena ninarudia, ni kitu kizuri kama hauna hapa utapangi. Kipindi cha neema cha watu kuonewa na kuoa. Kama hauko hapa, wewe ni wa huko na hauna, chukua namba kwa huyu dada. Unajua kuna watu wengine macho yamepofuka. Mtu aliimba akasema panguza macho ili uone mbele, utacheka sana. Wacha kuishi mwanaume singa bachelor. Kuna watu huku Ukambani wanaweza kufanya ufurahi. Ninasema kitu. Na tena waliotoka kule na basi. Si Gai. Wewe! Wacha kuniambia umesoma, una degree na hata hakuna mahali unaenda interview, umekaa nyumbani unangoja interview kupata nyumbani. Utangoja sana. You have to apply. Lazima uamuke, uoge, ungare, uchape suti yako moja. Utoke uchomoke. Na ukichomoka watakuwa. Na ukiwaona unaona kitu na unajua napenda Biblia, mchungaji wenzangu. Yaani ya kwamba apataye mke apata kitu chema na amepata kibali mbali ya Jehova. Yaani mwanaume lazima upate huyu mtu ndio upate kibali. Nashangaa wengine wanaishi kama silasha kwa nyumba. Yesu asifiwe. These beautiful ladies were made for us. Sikia maneno. Ndio. Sasa, ili ucheke katika maisha, panguza macho uone mbele. Panguza macho uone watu. Wacha kukaa jikoni na mama yako, tembea nje, panguza macho uone mbele. Jina la Yesu litukuzwe. Baada ya utacheka sana. Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Na wewe inaniambia tu kuna bonde hapa. Bonde ni hapa. Namba ni free, toll number. Jina la Yesu litukuzwe. Kama Mungu aliona ametengeneza Adamu, amempa kila kitu, amempa lugha ya kuongea na simba, paka na nyoka na chura, hata na kunguni, lakini kwa hajakamilika, amepunguka. Akatengeneza kasosa. Sema kasosa. Si watu waolewe Ukambani tukue na sherehe kama hii. Tuende tucheze, tusherekee. Unajua kwa ibada kama hii na kwa ibada kama hii hakunanga roho. Mchungaji, hakunanga nini? Watu wamekuja kusherekea na kuharibu jina na kujenga nini? Na sasa kama umekuja hapa umeharibu jina, umejenga mwili. Ni nini naye watu watajenga mwili kwako? Nimesema mtu afanye namna gani? Panguza macho. Wacha ujinga wewe. Yesu asifiwe. Halo, unaongea na mtu. Salimia mtu wako. Salimia mzazi ambaye ako na kijana nyumbani na sina pata, anamwambia apanguze mtoto macho. Ni mama kuona mtoto wake mvulana miaka inachoka na hakuna dalili yoyote. Na mimi nasema mmebarikiwa nyinyi, mmeona dalili.
Angalia. Yesu akuangazie. Nasema Yesu akuangazie. Tena Yesu akumulikie. Tena Yesu akutangulie. Tena Yesu akuonekanie. Shamasi. Yaani ni ile tu. Lakini nyinyi ikawa na nyinyi wiki mbili mnaoa wote. Wote. Kuna wengine wanaogopa. Wengine wako hapa wanapima unga. Huwezi pima unga na uishi na mtoto wa mtu. Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke hatunzi kwa masharti. Ni kuongea na kuelewana. Na tena mwanamke hatunzi kwa kiboko. Chapa yeye kiboko cha kiroho. Sema amen. Sijui. Yaani nimefurahia watu wa kutoka Ukambani. Nimewafurahia tu. You look smart. Courageous. Energetic. Unakaa watu wa kukaribisha. Na unajua, wacha niwaambie watu wa Trans Nzoia. Kama kuna watu wanajua kuexpress upendo, ni wa kutoka wapi? Wako Ukambani nasema. Na tena niwahatarishe. Ine Lamu, Ukambani, wacha aende. Hata kama ni Garissa, wacha kwa namna gani? Hii mambo mnanitesa watu wa Trans Nzoia kuoana kwa ujirani. Pokea mkono wangu wa baraka. Yaani inamaanisha nini? Kila mahali kuna mapepo ya maeneo mchungaji. Kwa hiyo ukitaka uende mbali, kaa kama Ibrahimu na Lutu, Mungu akamwambia toka na uende mbali. Na tena kuna ndume zingine. Nani ako na agrovet hapa? Kuna ndume wengine Kiswahili kizuri wako na kuna ile ring. Inawekwa wapi? Inawekwa wapi? Na hiyo ring hiyo. Alafu anaweka kale ka. Angalia wanaume wa huko, wow. Huwezi jua hii sura ni ya msichana au mwanaume. Wanafurahisha tu, wanarembesha, watu wa upendo. Kuna wengine hata huwezi sumbuka na koroboi na huku stima ni tabu. Ukikaweka tu kwa nyumba mwanga iko. Wako wapi? Wako Ukambani. Gari kola nini? Gari ni free na iko nafasi. Wanasema ya 20 ya 30 ya 20 ya 30 ya 20 ya 30. My friend. Na Yesu akubariki. Sema amen. Asante. Pastor, simama. Asante. Just wave. Shika mtu mkono wa kulia. You feel very nice in Christ. Yeah, very nice in Christ. Very nice in Christ. Yesu asifiwe. Amen. Sio ile huko kwetu Wanandi wanasema very nice to mtu, hapana. Very nice in Christ. Ainua mtu pole pole kwa upendo wake, kwa upendo wake, kwa upendo na kwa upendo wake. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiye chaguo langu. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiye chaguo langu. Nakupenda Lulu, wewe mzuri mwali, wewe nakupenda sisi, wewe mzuri Lulu. Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka kusema nini? Ya kwamba ndugu yangu na dada yangu, mmechagua lililo bora ndani mwenu, na Mungu abariki safari yenu kuanzia leo. Lolote mpatalo kufanya pamoja likabarikiwe. Lolote mpatalo kufanya kwa sauti moja likabarikiwe. Shetani asije ndani wenu akawatenganishe, akaleta maneno ya nje, lakini Mungu awalinde, afunike nyumba yenu, afunike ndoa yenu, awabariki mnapoingia na mnapoondoka, katika jina la Yesu. Mtu aseme amen. Amen. Na wazazi wawili imekuwa ni jamii moja. Shika dadako mkono, shika ndugu yako mkono. Amen. Mnakaa madada, hii sura si moja tu. Wonderful and fearfully made. Uwezi jua. Amen. Si kazi hii barikiwe tu sana. Amen. Mtu asimame. Mtu asimame, hata kama mwenye hana anapata katika jina la Yesu, na mwenye anatafuta ametafuta kama kuku ichokoravyo mchanga atapata. Hii hatuwezi enda bure. These people are many on this earth. Na baraka za Mungu ni mingi. Nasema hivi, Bwana akuinulie uso wake na kuwapa amani. Nimesema Bwana awainulie uso wake na awape amani. Mkiwa na amani ya Yesu, ndoa hii itanawiri. Hata kama shetani ataijaribu, nataka niwaambie katika jina la Yesu, makusudi ya Mungu ndani mwenu hakuna mwanadamu awezaye kuyasongesha kando. Yatatendeka sawa sawa na neno lake Mwenyezi Mungu. Mtu aseme amen. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Wacha Mungu awafadhili. Hii wamejaa hapa, wameshiba. Sema nimeshiba. Kesho hamtawaona. Na tena wale tu tuko nao hapa ndio tena wanaanza mshene. Sikukula, sikupewa kuku, nilipewa githeri. Omba Mungu tena kwako yafanyike hivi ukule kuku. Kwa hivyo nasema Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Yani katika nyumba yenu msikose. Hata kama wanasema, wengine walisema ni sehemu jua limewaka. Nataka nikwambie kuna tumaini katika jangwa. Hata huku watu inanyesha, lakini watu ni wavivu. Mashamba yamekauka, hakuna kitu. Mapepo ya maeneo ya vitina yameofata. Safari hii ni ya wawili, lakini mmoja katika Kristo. Mwili mmoja, mawazo moja, na mnania moja. Mungu awasaidie mnapoanza safari hii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nisha Mungu mwanadamu hana ruhusa hata siku moja. Maana Mungu alijua ndugu huyu na dada huyu. Alipowaumba aliwatenga na kuwatakasa, na akajua iko siku itakuwa ni furaha kwa jamii, itakuwa ni furaha kwa marafiki, itakuwa ni furaha kwa jirani, na itakuwa ni utukufu kwa Mungu. Na siku hiyo ambayo Bwana aliipanga tukayafurahie na kusherehekea, ni hivyo Jehova ametenda. Kwa hivyo ninapoenda kuombea ndugu huyu na mke wake, wanapata jina moja katika maisha yao. Mungu awatende mema, Mungu awasaidie. Jehova my Lord, takasa kinywa changu, takasa mikono yangu ninapoombea ndugu na dada wakiwa mwili mmoja. Yesu, iwe ni wewe unanena na unawachilia baraka kadri ya mapenzi yako.
Yesu nisaidie. Jehova, 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 kwa utatu wewe ni Mungu ishie milele. Na kwa jioni hii Bwana umetenda yaliyo makuu katika mji huu, kwa kusudi lako uliloweka na kwa mipango yako mizuri juu ya maisha ya ndugu na dada. Bwana umetenda kwa wakati wako, ndiposa ninakushukuru. Nashuka chini, navunjika na nyenyekea, wewe inuliwe. Na unapoinuliwa Jehova, na kuomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kumbuka jamii hii, ndugu Innocent na dada, ninawaombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Jehova, msimamo ambao umechukua sasa na agano hili sawa sawa na neno lako, likawa jambo la baraka katika maisha yao. Bwana, watangulie katika safari yao ya maisha mapya. Baba yangu, asante kwa sababu Bwana wewe unasikia sala za watu wako wanapokuita. Nimesimama juu ya madhabahu haya kama mjoli wako, ninainua jamii hii mpya mikononi mwako, ninainua jamii hii moja mikononi mwako, hata na wazazi na wainua mikononi mwako. Bwana, penda yaliyo makuu ndani ya jamii hii, watakapo nia pamoja na kuwaza pamoja na kupanga pamoja na kuomba pamoja. Jehova, onekana ndani ya maisha yao. Baba yangu, onekana ndani ya nyumba yao. Baba yangu, onekana ndani ya maisha yao. Jehova, my Lord, onekana. Utawabariki Jehova njia zao, utabariki kazi ya mikono yao, utabariki uzao wao Jehova, utabariki kila hali watakayopitia ndani. Jehova, najua unaweza, na tena wewe ni Ebeneza, unatenda. Bwana, ninakuhitaji jioni hii, ninapovunja na kukataa na kuharibu kila nira za mtu mwovu na mawazo ya mtu mwovu na mipango na mitego ya mtu mwovu, hata mapepo ya maeneo mengine ya kifamilia, mengine ya kiukoo na uchoma, ninavunja, ninakemea, ninaharibu katika jina la Yesu aliye hai, yakapata kushindwa kwa jina la Yesu. Mawazo ya wanadamu ya kuharibu, ya kubomoa, ya kuchongeza, ya kuchochea, na nyamazisha jioni ya leo juu ya madhabahu haya katika jina la Yesu aliye hai, yakapata kushindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Jehova. Nena baraka kwa maisha ya ndugu huyu. Bwana, umsaidie katika kila hali. Metembea mwendo mrefu kufika huko kutafuta alichokipenda, tamanio la moyo wake Jehova. Na wewe Bwana ukafungua njia, wacha njia hii kawa ya baraka katika maisha yao. Ndoa yake iwe ya amani na utulivu, iwe ya upendo na ushindi, iwe ya mafundisho mema kwa wengine Jehova. Wazazi wake wakambani wakafurahia ndoa hii, washerekee, waseme kijana alipata kitu chema na amepata kibali mbele ya Jehova. Ninaombea dada yangu, my Lord, my Father. Yesu, ulimjua ukamtakasa, ukamtenga katika njia zake, akapatana na ndugu. Bwana, umewaunganisha, wamekuwa mwili mmoja. Njia za dada huyu zikazidi kubarikiwa. Mjengee ukuta wa moto, oh my Lord, mjengee ukuta wa moto Jehova, mzingire ukamlinde Jehova. Damu ya Yesu ikawazingire pamoja, nyumba hii ikaweze kulindwa, nyumba hii ikaweze kubarikiwa. Amani ya Bwana iwe pamoja nao. Wazazi wote wanawaombea, marafiki kutoka mbali na karibu wanaombea, hata na kanisa linawaombea. Lakini mtu mwovu ndani ya maisha haya akapata kushindwa. Wanapenda makuu ni Jehova, sifa na utukufu zikakurudie. Ni kwa Yesu Kristo nimeomba na tukuamini. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi unaposimama. Asante Mungu, apunguze macho, muone mbele, mubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Asante. Underline this na hata mwingine. Kuna siku sherehe kama inaishanga mapema. Amwambie mwenzako, mwambie na umwangalie kwa uso. Yesu asifiwe.
Mimi nimehudhuria sherehe nyingi kama hizi, harusi nini, lakini sijaiona ikiisha mapema. Ni kwa sababu gani? Watu ambao wanaunganishwa ni gharama. Ni gharama ya Yesu. Thank you. Mungu awatende mema. Naitwa Mchungaji Anyika. Mbarikiwe sana. Ndiye Yesu. Yo, makofi ni kidogo sana. Makofi ya kilo. Asante. Sasa nataka tuende the next phase. Introduction. Na nataka tuanze na wazee. Kuna wazee ambao wameweza kufacilitate leo tukaweza kuwa na event nzuri sana. Wamefanya kila kitu yote ambayo ingewezekana ili tuweze kukuwa na hicho kikao kizuri. Na nataka kuanza na wazee wa upande wa Irene. Tukianza na Mark. Naweza simama ndio ukaribishe wale wazee wako watatu ambao ni wawili sasa juu umesimama. Karibisha hao wazee ndio tukimaliza nini wale wazee wengine. Asante MC, nashukuru kwa nafasi hii. Kweli siku hii imekuwa nzuri kabisa, imefana. Tumeweza kushirikiana kwa jambo moja ama lingine, na Mungu ambaye amekuwa kati yetu, tulimwalika mwanzo, ametuwezesha kufika katika sherehe hii. Napenda kuchukua nafasi hii kualika wale wazee ambao tumeweza kushirikiana pamoja kufanya siku hii kuwa vile ilivyo. Tafadhali karibuni. Namkabidhi mwenzangu aweze kujitambulisha jina, muweze kumfahamu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Mimi kwa majina ni Josephat Aradi. Nashukuru wageni wetu pamoja na wazee wenzangu ambao tulikaa katika kikao hiyo, na tunashukuru Mungu alituwezesha na tukafika mahali alipenda tufike. Tunawashukuru. Mungu akapate kubariki. Asante. Asante sana, ubarikiwe. Na kwa majina yangu naitwa Mark Mkolwe, ambapo nilikuwa mmoja ya wale wazee ambao nilikuwa naendesha kikao hicho upande wa jamii yetu ya hapa. Kwa hivyo naitwa Mark Mkolwe na nawakaribisha wote sana. Naomba nikabidhi mzee mwenzangu wa upande ule mwingine haweze kujitambulisha. Karibu mzee. Hamujambo. Hamujambo tena. Mimi nashukuru sana kuja pande hii, tukakaribishwa wakati tulifika na tukasema asante sana. Tulikuwa tunafuata njia ya kuja kuona mtoto ametoka kwa akina nani na wazazi tuwaone. Si tuliwaona? Kwa hivyo tulisema asante sana. Na kama mliona makosa kidogo upande ya sisi, twaomba mtusamehe. Kama sivyo, kwa majina mimi naitwa Patrick Kimenye Wambua, kwangu ni Mtito wa Ndei, Kibwezi East. Si sawa? Tena nikiwa hapa leo nilikutana na mwingine hapa kaniambia natoka. Kumbe matoka katibu na baba yangu kunisa. Kaniambia nikija huko nitakukuta huko. Ako hapa. Nilimkuta hapa. Si ni kitu kizuri? Hata sisi nyinyi mteremke muende huko Ukambani. Mchukue ingine muje hapa. Mteremke tuwe kama tunakula sherehe kama ya leo. Si ni sawa? Kwa hivyo sitaongea sana, na hata juzi nilikuwa Kakamega huko Mgoma hapo chini, kuna mwingine anaolewa huko, na hapo mbeleni kuna mwingine anaolewa huko kule Mbuzia, kunaitwa kule Mbuzia, na kule Mbondo kuna wengine huko. Kwa hivyo watoto wetu wako hapa kweli. Thank you very much. Kwa hivyo kidogo nimesema niachieni hiyo, lakini tutakaa kwa urafiki sana. Thank you very much.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Kiaso Karanja kutoka pande za Mtito wa Ndei. Nilikuwa mmoja kati ya wale wazee tulikuwa kwa nyumba pale kuona kila kitu kikikamilika sawa sawa. Nimefurahi sana kufika upande huu, ni mara yangu ya kwanza. Na nikasema sitakosa kwa sababu kama ningekosa sijui ningeanza kesi na Irene kwa sababu kule kanisani kwetu mimi ni nasimamia kwaya, kiongozi wa kwaya, na yeye ni mwana kwaya. Sinaona hapo ningeanza kesi kubwa. Na kwa sababu tunakuanga wengi, lakini kuna baadhi ya wengine hapa ambao wakati wa zawadi watasimama tu, utawaona. Tukasema tutakuja, wale wengine mnajua uchumi ilivyo, tikiti haikuweza kutoshea, kwa hivyo tukafika tukiwa hivyo. Kwa hivyo nafurahia sana kuona hiyo function imekamilika vizuri. Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Tumeiombea sana na tukajitoa hata kwa mali zetu na kila kitu. Asanteni. Asante sana. Wapi makofi? Hii pande sijasikia. Makofi. Asante sana wazee. Naweza rudi mkae chini. Nafasi hii niwasalimie katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Hebu salimia aliye karibu na wewe kwa niaba yangu. Mwambie Baba Innocent amekusalimia. Basi ningependa niliwaambia hapa tuko familia aina mbili. Kuna hao wa huku wametukaribisha na kuna huko kwetu Ukambani na tunaenda mbali. Sawa. Tunaenda na nimeona MC akienda hivyo anaenda hata maliza. Na kwa sababu pia hata mimi huwa najaribu MC. Si ni vizuri tusaidiane. Si ni sawa. Kwa sababu wakati mtu anakuja hapa kama vile tumekuja, kushinda ukisema mimi naitwa fulani, sisi tulijuana. Na hata kama kuna wale hawatujui jina utasema, na kama kuna kile mlikuwa mmejiandaa kwa sababu ya hao wametuita hii tunatoa. Kwa hivyo hakuna kurudi tena. Si tutamaliza tuende. Kama mnaonaje, mtakubalia? Mtukubalie ndio mtu akija hapa akitoa kile ametoa hata rudi tena. Tufanye haraka alafu tuanze safari, tunaenda mbali. Nitakuwa kama secretary hapa na aletewe kiti hapa. Tutoe zawadi kabisa tukienda. Iwe ni pesa, iwe ni zawadi umewanunulia. Na sasa tukifanya introduction sisi wote tumalize, mambo itaenda mbaya, tutachelewa. Kwa hivyo ningependa sisi kama familia tukitoa kile tunatoa, sasa wale wengine pia nao wanatoa. Na kabla hatujatoa, unajua huwezi ita watu shambani na wewe hujawahi lima. Ati nilikuwa nataka mnisaidie kulima, na ukienda unakuta hata hajawahi kata jembe mo. Hapo inawezekana? Haiwezekani. Kwa hivyo tumeitwa wale wa familia yetu. Nataka kujua Innocent yuko wapi. Si ukuje hapa kama ni wewe ni wa hii familia. Kama umeingia box ya Waluya, sawa tu. Tutakuacha, tutakubali. Tumekubali sasa. Hata mkituambia tuwaachie ni mtoto wenu, tutawaachia. Hiyo inakubalika. Sawa. Kwa hivyo ningependa tutoe kama familia, lakini kwa sababu ulikuwa umetukataa, wewe utakuwa hapa, utaita Irene wako. Irene tumeshakupewa, hata pastor ametupea. Na ukapiga magoti ukasema yes I do. Kwa hivyo wewe ni wetu hapa. Sawa. Nashangaa sana kuona hao wakisimama hapa na wasaidizi wao wanabaki. Yaani sasa mnajua mimi mkinikubalia nitakuwa co-MC. Sawa. Na nitakupiga faini moja hujawahi ona. Na wahakikishia dakika 20 tutakuwa tumemaliza hii maneno. Kwa hivyo kama unakuja hapa, yaani utoe, usikubali kufinywa. Sisi hatutafinyana. Hakuna atichafanya hii, ongezea hii, kukue hii. Hapana, hiyo hatufanyi. Kama ulikuja ukiwa na zawadi yako, we kunja yote pamoja, utoe tumalize.
Sawa sawa. Hiyo ni kumaanisha mzee mwenzangu, hii kazi tutafanya pamoja. Anza kujiandaa, tukimaliza huku tunakuja huko. Sasa hata kama huku wamfanyangi hivyo, si mtaona vile tutafanya. Innocent asisimame hapa. Hala? Wakati wa kukupembeleza umeisha. Kilioni ni simama hapo. Yes. Sasa nyinyi mmetuleta huku mbali sana. Nilianza safari juzi. Nimelalia njiani. Na sasa nimekuja huku. Kwa hivyo mimi nilikuwa serious. Si ndio? Nilikuwa serious. Sasa hebu tuonyeshe ikiwa wewe uko serious ama ulikuwa serious. Na unajua wakati wazazi wanachoka sana, mtu akifanyia makosa kidogo unakumbuka ile safari ulienda, si ndio? Kwa hivyo hakukuangi kuzuri. Sasa ningependa tu, kwa sababu wewe tu tuko na wewe hapa na umefanya kazi mzuri, hata sitaki pesa nyingi. Nataka tu 2,000 tu kutoka kwako. Ndio tujue tutatoa ama tutoi. Uko serious ama uko serious? Oh. Ndio. Si mumeona vile amefanya? Ameingia kwa shamba, ameanza. Irene. Si unajua tu ni 2,000, si nyingi. Si mmekuwa iko. Sitaki pesa nyingi mimi. 2,000 tu inanitosha. Oh. Lakini sasa ujue wakati mwanaume ameoa, wanawake ndio wanabebanga pesa. Akuwe na zake za kutoa kwa mfuko yake. Usipokuwa unampatia, inamaanisha utaleta kila kitu mpaka sukuma nyumbani. Na wataanza maneno. Sawa. Unanipatia mzuri tu, sio siri na sio kuficha. Nani secretary? Sawa, yes. Nikiangalia ninaona watu wengine wameng'ara hapa. Wameng'ara. Yaani wanasema hata akishikwa tu kidogo na inzi anampanguza. Hataki ashikwe na inzi. Sylvester, pastor mwenzangu, umesimama na huyo kijana. Ni kweli si kweli? Ngiri 2 tu, sitaki pesa mingi. Hata sitaki pesa nyingi mimi. Nafikiri ile ndio namba. Ama ni ya nani ile imewekwa pale? Hakuna. 1 + 1 biblically is 1. Kwa hivyo nikiita mmoja, hata ule mwingine anakuja pale. Hakuna cha kuharibu masaa. Fanyeni haraka tafadhali, fanyeni haraka. Fanyeni haraka. Haya, na nyinyi nanyi sitaki maneno mengi. Nataka kama watu wa familia. Kama watu wa familia. Nataka tutoe kile kitu tuko nacho. Unajua sisi wa tumetengeneza hii shughuli. Na sasa si mmeshiba? Uliza jirani yako, umeshiba? Mwambie hii familia imesaidia kwa hiyo kazi. Kwa hivyo sisi tunapeana balance. Sawa sawa? Tunapeana nini? Balance. Kwa hivyo ningependa watu wa familia ulete pesa zenu zote hapa. Zile mko nazo na zile ile balance niko nayo ni hii nimeshika. Sasa mlete zile mko nazo. Hakuna kuharibu masaa. Hautatoa tena. Ukishatoa saa hii, hautatoa. Hatuna hiyo wakati wa kuharibu. Leta tu. Kama unaweka pale, weka pale. Na zikiingia si utaniambia. Ule mwenye ile namba lisiwekewe hewa na ikiwekwa isirudishwe. Bwana Yesu asifiwe. Usijaribu kuweka alafu urudishe. Hawa vijana lazima tuwabariki sababu wamefanya kazi mzuri. Good. Leteni pesa, leteni. Ukiingiza pesa, ukiingiza mkono kwa mfuko yako, toa pesa kama mlevi tu. Unajua anatoanga yote na anasema ati yeye hana shida, na ako na shida, na hata mtoto amefukuzwa hana karo. Na anasema yeye hana nini? Hana shida, na tunaona ako na shida. Kwa hivyo tufanyeni hivyo tumalize. Unajua ninafanya hivyo kwa sababu sitaki unachukua unahesabu jameni. Unachukua unahesabu. Sasa umekubali nikaweka hapo na ni sawa sawa. Hiyo ni hiyo familia. Ninataka Mtito Andei. Thank you very much. Barikiwa. Wale watu tumetoka Mtito Andei. Tafadhali. Kama kuna kikundi ya Mtito Andei
iwe ni kwa wamama, iwe ni kwa hawa, jipangeni hapa. Mtu aseme mimi niko na hiki kikundi, utoe kama kikundi. Sababu tusipotaja kikundi yako itakuwa ni kama hujatoa. Sawa sawa. Kama sisi wanaume tuko na smart focus. Mjiandae mkuje tutoe pesa yetu, alafu tuongezee ile ingine tuko nayo, tumalize. Nataka tumalize kumaliza tu. Sawa sawa. Smart focus najua mko. Unajua niko na shaka sana. Nimesikia wale wametoka huko Mtito Andei bado mnahitajika huko. Kwani mumeenda hata kabla hatuja? Ama ni lugha ndio naongea mbaya? Kama unajua umekuja na basi ama kuna nisa nilikuja, simkuje hapa tutoe jamani, tunaenda mbali. Hebu weka ile tumeta mbali. Hao wakikuja DJ, hiyo wimbo inasema tunatoka mbali. Kwa hivyo mkituona usianze maneno. Kwa hivyo wacheni tufanyeni ile yetu, kwa sababu tumetoka mbali. Alafu tutakuja kwenu tukimaliza. Kuna baraka inakuja ya mvua na hatutaki tunyeshewe. Nimesema wale ambao wametoka Mtito Andei, na sasa hao takuwa nawapatia nafasi, kama ni kikundi, ule anaongoza, anatusalimia na anatuambia kitu. Sawa sawa. Si wamekupea wote. Sawa. Hello, kata. Hao watu wa Mtito Andei kila mmoja anipe 100. Siwezi wawekea wimbo na mkaa hivyo. Kwani mnapandisha bendera? Mimi nacheza na nyinyi mna 100 kila mmoja, kabla hamjafikiria mnafanya nini? Kwani mnafikiria tunacheka? Si mnajua vile kunaendanga? Kila mmoja 100. 100 kwa haraka, hiyo ni faini na kunichelewesha. Hello my dear, si ufanye hivyo. Fanya hivyo 100. Yaani si amezima ndio mlipe faini. 0701 ndio ile pale, namba ndio ile 0701 71. Kwani wewe unataka kunifanyia nini? 2821 0701 0701 71 28 saidia 400 hapa. Hiyo sio ile wanatoa ni 71 28 21. Utandika mtu 71 28 21 0701 71 28 21. Inaleta Irene Kaunda 0701 71 28 21. Za. Haya, hii ni ya faini, hii sio ile walikuwa wanatoa. Sasa watoe pesa sasa. Haya, wawekee wimbo ndio sasa wasikie raha. Haya. Ule achezi tu, faini ni 500. Kanisa wake saunokanywa nangi vitunga tunge taiye notoni wotetea kanisa wake tumite mbali watu wananwa ile ndikoya tumite mbali watu wanagadamgai tumite mbali watu wananwa ile ndikoya tumite mbali watu wanagadamgai.
Solomon ni kwaje ngai kanisa mwimboye anasa mwimbilikane ndio naona Solomon ni kwaje ngai oye kwenda kwa pana jiwe ni mama tena ndio naona Solomon ni kwaje na bora niangalia otherwise pia ataenda kutoa faini. Mjiandae sasa mtoe. Sawa. Haya. Kila mmoja sasa anatoa ile yake. Ile ilikuwa ya faini, huyu ameweka kwa M-Pesa. Tutoeni bila kufikiria ndio tuende nyumbani. Hakuna kurudi tena. Najua wanaume ni wakali, anaweza weka na reverse. na nyinyi nitakupatia nafasi uongee, na hata ukitaka kuimba wimbo mmoja na kwaya yako unaruhusiwa. Yes, umetuambia. Haleluya. Wewe ni mwimbaji. Na mimi nikiwa na wanakwaya wenzangu hapa. Tuko na zawadi yetu hapa. Kwa hiyo tuko na zawadi yetu hapa ya 5,000. Sasa hao wamesema wako na zawadi yao kama wanakwaya wenye wanashiriki pamoja na Irene. Alafu nyinyi hata hamwezi chapa makofi. Hamwezi hata furahia. Hebu uliza jirani yako kama ako na wivu. Yaani huwezi furahia tu hata kidogo. Si unastahili kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Nataka zile groups pengine zimetoka Mtito Andei ndio tuweze kumaliza, tukija pande hii nyingine iwe sasa hata kama ni kwenda tunaweza enda. Kuna group imebaki najua. Tafadhali nataka tukate keki. Hatuwezi enda bila keki na hatuwezi kata keki bila kutoa zawadi zetu. Sawa sawa. Focus men wanasema wawekewe wimbo. Unataka gani? Usiniambie kuku kapanda baisikeli. Haya. Hebu wawekee ile unajua wanafurahia. Ya hapa kijana amemaliza dawa. Ananiambia nimuwekee mjama na ngebu. Haya, hiyo ni yenu sasa. Unajua DJ aniangalia ako na mambo mengine. Hebu leta 200 kwa sababu siwezi inua mkono ukate wimbo mara 10 na utaki kutoa. Hebu leta ndio tushirikiane vizuri. Sasa najua wakiwa wanaimba hapa utatoa. Hii ni ya DJ ya kukosa kufanya ukweli. Na kila mmoja fanya ukweli. Nani anaongea? Bwana asifiwe. Kwa majina ni Kenneth Michael, katibu wa kikundi cha Smart Focus. Kwa niaba ya Bwana Francis Malonza ambaye ni chairman wetu wa kikundi, na pia Innocentas ambaye ni mwanachama mwenzetu, tumekuja hapa kama kikundi cha Smart Focus. Tulijiandaa kwa hii shughuli, na kabla ya kuja huku tulimkabidhi baadhi ya pesa tulizokuwa tumetoa ili kujiandaa, na pia tukaketi tukaona baada ya shughuli labda atakuwa ameishiwa, labda atakuwa anataka sukari, mafuta kwake, tukaamua kumtolea kiasi kidogo tu cha kumkabidhi kama zawadi.
So kikundi cha Smart Focus kikiongozwa ni mwenyekiti ambaye ni kiongozi mwema pastor, huwa tunamshika mwanachama wetu kwa maombi na fedha. Na siku ya leo tumeamua kumtolea kiasi cha 5. Haya, mwenye ako na simu ukitumiwa hewa utaongeanga maneno. Ila ndio kashi ni hizo. Nani mwingine amebaki kutoka Mtito wa Ndei? Kuna mtu ametumwa? Unajua mtu akitumana hata kama ako Mtito wa Ndei anaongejea asikie kama zake zilifika. Kuna mtu ametumana? Kuna mtu ametumwa? Imenibidi nichukulie juu ndio tuangalie vile masaa itaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuita wazazi wenzangu upande wa msichana pia na wao. Asifiwe. Kwa jina Kenneth Sore. Yesu Kristo ni Mwokozi katika maisha yetu. Tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya mtoto wetu Irene, na katika hali Mungu amesidi kusimama naye hadi katika siku ya leo katika huo mwendo. Endapo utakalolifanya kuwe na ufanisi katika kila hali. Tukisidi kuombea pia jamii ambayo umeenda ndani, Mungu akasidi kusimama na kuinua hiyo jamii katika hatua mbalimbali. Hawa katika jamii ya Irene atasema majina yao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwangu ni furaha kuu kwa sababu ya siku ya leo. Ni kwa sababu katika siku ya leo hakika tumeweza kuingizwa darasani na tumeweza kusoma mambo mengi na tunashukuru. Asanteni pia kwa wageni wetu ambao wametoka kule. Mbarikiwe na mbarikiwe tu sana. Asanteni. Kwa hivyo mchungaji na wageni wetu kutoka Ugambani na watoto wetu guest of honors, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nasema tu ni baraka hata mvua inanyesha. Kwa majina naitwa Gertrude Masungo. Mimi nikiwa shangazi wa Irene. Karibuni sana na mbarikiwe. Haya, mchango wenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Salome Sore, shangazi wa Irene. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Queens Kaunda. Irene ni sister yangu mkubwa, mimi ninamfuata, mimi wa pili. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Pauline Misiko, mkuu wa Dr. Lilo. Queens akiwa mume wangu. Mbarikiwe. Haya, simuwapigie makofi tu. Wale wengine wa huku, iwe ni kikundi, iwe ni mtu binafsi, simkujeni hapa. Tunataka kula keki tuende jameni. Tunataka kumega keki tuende. Watu wa huku simuje. Kuna wale wazee waliandaa kikao. Mmekuja hapa, mmesalimiana. Nikaona hatutasalimiana tuishe, nikachukulia katikati. Kwa hivyo tusalimiane tukiwa tunatoa. Si hivyo? Sasa simlete. Taongea. Haya. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa sababu ya masaa, mimi nataka tu kurudisha shukrani zangu kama mama wa mtaa. Mimi ni mama wa mtaa hiki kijiji. Na tumekaa vizuri na wazazi wa Irene, na sisi tumelea Irene, tumelea watoto wote, hawana maneno. Kwa hivyo kijana yangu, umepata kitu kizuri. Nyinyi muende mkae kwa amani na kwa upendo. Tunamwombea amani na upendo.
wazee wasakwa, sisi tunaita wasanji. Wasanji, mmepata kitu kizuri, hata mwanadamu akosi jambo, lakini kwa huyu msichana ni msichana mzuri sana na hana maneno mengi. Kwa hivyo sisi tunasema tu asante, mnaposafiri mtembee salama salamini, lakini muko huru hata kulala, hata kesho kutwa, hata wiki ijayo tuko huru hapa Trans Nzoia, iko ugali. Kwa hivyo nasema tu majirani wameenda, kwa sababu tulikuwa na sherehe kwa hiki kijiji, masherehe mengine na matanga. Kwa hivyo ndiposa nimeona majirani hatujakuwa wengi, lakini kwa wenye wako wengine kwa ajili ya masana ni wamama wameenda, lakini wenye wako si karibuni, mfanye jambo kidogo. Karibuni tufanye jambo. Barikiwa baba. Nasikia wanaume na wanawake wale tumetoka Mtito Andei, nasikia kuna nafasi ya kuendelea kuishi hapa. Mnaambiwa msiende nyumbani. Kwa hivyo wakati tutaanza kuenda, tukiona hujaingia kwa gari, tutajua umesadiki maneno. Sawa, na tutajua umebaki mahali pazuri. Wale ambao hawajatoa, ule ambaye huenda ikawa ametumwa, tafadhali leteni mchango wenu. Bwana Yesu asifiwe. Aume baibe nuko munde. Mwe be jao. Na kwe barando ndo wele. Kwe njima baibe nuka. Mama kwe njima. Watu wa huku wameisha. Huenda ikawa tumewafunza jambo geni ambalo hamfanyangi. Bwana Yesu asifiwe. Maneno lakini sijaona wale wazee walikuja wakasalimiana na wakaenda. Kwani wazee wanaandaa keki wajipange. Keki. Wale wanaandaa keki wajipange, ndio tuendelee na maneno. Bado namba iko pale, kama haujatuma mchango wako, weka hiyo namba hapo, hiyo pesa hapo kwa hiyo namba. Weka namba hapo. Kama uko na kitu ambacho umebakisha kwa mfuko ungependa kutoa, toa. Kuna nafasi ya kutoa. Tukiongojea tukiendelea na kujiandaa, tafadhali watu wa keki wajipange. Bado niko hapa naongojea mchango na nikwe Mtito ama wanaume wote wa Mtito Andei. Tafadhali mkuje muanze kukusanya hizi vitu ili tuanze kujiandaa ziende kwa gari. Hizi za decoration mtatoa tu polepole, msisumbue watu ili tuanze kujipanga. Decoration. Aomba Irene aombe keki. Tuombe. Baba, ni asante kwa wema wako, asante kwa ulinzi kuanzia asubuhi hadi wakati huu ambapo umekuwa mwaminifu katika kila jambo. Tazama mbele yetu kuna keki tunapoenda kushare. Wacha Jehova jile baraka zako zikawe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Hii keki inaonyesha ushindi, inaonyesha baraka, inaonyesha kuendelea, na Yesu atawainua na atawabariki zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Naomba washikanie kisu ndio wakate keki. Haya. Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda. Ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha. Ukisema umetenda. Kawatoa utumwani. Yote waombayo, ikiwa umependezwa. Walo hakuna wa kulipinga.
tupeane. Innocent ndio wa kwanza. Video iko sawa? Okay, Baba wa Innocent. Wazazi wa kiroho. Hiyo wembo ungempa kubwa kabisa. Yeah.